Kwa majina naitwa Jumapili Suleiman Mwazilali. Jina la kazi naitwa Mzee Bakanda ama Kiserani. Mimi ni mzaliwa wa Diani Ukunda, na mimi ni daktari wa miaka 32 niko na hii kazi. Kwa sina watoto wakubwa mpaka sasa hivi, watoto ni wakubwa. Kazi nafanya hapa kwenye mitandao, kwenye KTN natolewa. Mimi ni mfanyakazi wa kusaidia watu wenye na matatizo. Na kuna maneno yanatambaa kwamba ati mimi nimewekwa ndani. Sijawekwa ndani mimi. Hakuna mahali nimewekwa ndani. Hizo ni propaganda zao. Mimi sijawekwa ndani. Na mimi niko hapa kwangu na wagonjwa wangu, na natibu vifafa, natibu wenda wazimu. Kawaida kwamba kuna watu ambao wanakupenda hapa kwa si maadui, lakini imezidi. Hizo propaganda nataka zizime. Mimi sijawekwa ndani, na hayo matatizo anayosema huyo mtoto walimleta wenyewe, na wakamleta na sirisiri kutoka Darigube ambako wanafanya kazi, wakaja naye hapa. Wakamfunga mwenyewe huyo bwana na bibi yake, tukaanza matibabu. Alikuwa mwambio, hata babake mwenyewe alimpiga, alikuwa anamuogopa msongelei. Alimpiga hapo kwa kilingeni hapo Darigube. Akapiga babake, hataki aongee kabisa. Anachukua panga, anakimbiza watu. Anataka kuwata watu mapanga, magongo, anapiga watu. Nyumbani hapa kaliki. Akamleta paka kwangu. Tukamwanzia shughuli. Akatupatia pesa 1400. Alafu akatutena aliyetuma hizo pesa sio yeye, zilitumwa na wote tajiri wake 1400. Alafu akatuma 1400 tena. Nikamwambia leta 18,000 tuanze kununua madawa. Mimi silipishi mtu pesa wakati mimi sijamtibu mtu wake. Ni pesa za dawa. Akasema anatoa hizi naenda, akawa hataki kuja na atoi pesa. Akipigiwa na mke wake anamjibu vibaya. Akija hapa anasema hana pesa. Hayo mambo aliyopawa huko sio yake, ni mambo alifanya kupawa. Anaamua achukue mtoto, na mtoto alikuwa ameshinda hospitali ndio akamleta hapa. Si mambo ya hospitali yale, ni mambo ya majini. Na lazima yale mambo yale yanafuatwa kinyumbani. Akaja naye hapa tukaanza tiba mpaka sasa mtoto anakula. Alikuwa hali uambio na wakipiga watu anakula ametulia. Alikuwa amefungwa mikono na miguu. Na alikuwa tumebakisha kuwa tumfungue ile silisili kama vile wenzake wafanye mazoezi nimalizie kazi yake. Hataki kulipa pesa wala hataki kulipa pesa za labor charge. Anataka kuchukua mtoto, anakuja na askari anasema mtoto wake amekatazwa asimchukua akampeleka hospitali. Hapa si Shakahola, na mimi Bakanda sijashikwa nikatiwa ndani. Ni mahojiano tuliojiana na akaelezwa alivyoelezwa. Mimi sina kesi, na kama ni kesi ni yeye alimleta mtoto mwenyewe hapa. Sikumfuata kwake, na wenzake aliwapata hapa walatibiwa wanaenda. Wengine ndio hao wakina mama unawaona na wako na mabwana zao. Hapa si mahali pa kwa unaweza kuleta mtoto wako aondoke kabla ya kupoa. Akiondoka kwa uwezo wa Mungu atapoa aende nyumbani. Ni wengi niliowatibu walikuwa na matatizo, na nina malisesi yangu na kila kitu. Na hizo lisesi kama ni ndio hizi za tiba. Kama hizo lisesi serikali ni hiyo moja nilizikata serikalini. Na hizo lisesi ndi za kuwa nifanye tiba East Africa nzima. Watu wanatoka mbali wanakuja, kutoka nchi nyingine wanakuja. Sasa yeye analeta kwamba ati mtoto wake alimuomba ile hospitali. Na ile hospitali iliyoshindwa akapoka akamleta kwangu ni ipi? Na sasa anasema mpeleke hospitali ipi? Ilikuwa ni mipango, ilikuwa wamepanga, ni mipango yao wafanye vile kuniharibia jina. Lakini mimi jina langu kwa uwezo wa Mungu haliwezi kuharibika. Mimi ndio daktari wa kuagua kifafa, wazimu, mjiko. Mtu akitoka nyama ya nyuma, akiwa na majini, akiwa amerogwa, akiwa amewekwa mizimuni, mapangani, mimi ndio natibu na nashika wachawi. Na mimi sishiki wachawi kuwadhilalisha, na wakanya na waondolea mashaka na wakanya wasifanye vitu vibaya. Watu wamjue Mwenyezi Mungu, watu waende kwenye dini. Mkristo aende kanisani, Muislamu aswali. Sishiki mchawi kwa sababu ati nimdhilalishe apate aibu ama aumizwe, hapana.
Mimi nafanya kazi yangu kulingana na ambavyo nimepawa, na ni kazi za mababu zangu, si kazi za kuja nazo ama nimezinunua mahali. Ni kazi za mababu zangu, ni kazi ya mama mkubwa alipotea miaka 18. Mama yetu mkubwa aliyezaa nyanya alipotea miaka 18 msituni na baharini, na ndio akakuja akapigiwa ngoma akakuja nyumbani, ndio akatuachia hizi shughuli. Mpaka sasa hapa kuna nyuki ambao ni nyuki wa mzimu, walikuja na huyo mama mkubwa, tunaishi nao hapa. Ni mambo mengi, hao nyuki tunaishi nao na wanatusikiza. Mimi sikutaka maneno alivyokuja yule mzee, na huyo mzee alitia bibi yake ndani, aliyezaa yule mtoto Guni, alimtia hapo ndani akamweka polisi, kwa sababu hata anasema ameshikana na Tibabu. Tibabu ameshikana mambo ya wachawi huko, anakuja kumtoa mtoto hapa, bibi yake hataki kumsikiza, anamtia ndani ya polisi kwa sababu amepawa. Ila amepawa, anaamua kumchukua mtoto muondoe, ili malengo yao inaharibika. Ndio alimtoa mtoto kusudi aje na polisi ili amchukue mtoto aende naye kula ataka kwenda naye. Mama alimtia ndani na ndio alimzaa mtoto. Ni haki gani? Na hiyo haki ambayo inaambiwa kuna haki ya binadamu, sijui ni haki za binadamu. Wanaona tu huyu Guni alikuwa ameletwa hapa na mamake na babake. Wale wanahangaika kule Posta, wanahangaika Mombasa, na wazimu wanahangaika uchi wa mnyama. Hiyo haki ya binadamu iko wapi? Women rights iko wapi? Mbona hawaendi kuchukua wale watoto wakawaleta wakatoa pesa wakatibiwa? Hiyo haki ya binadamu. Mbona watu wanatembea uchi kule matauni, wengine wanatembea uchi, wengine wamefungwa kama majumbani? Hiyo haki ya binadamu. Mbona sioni kutafuta wale watu ambao wanapata shida? Mbona anapata mtu ambaye yuko kwenye matibabu anasema ni shakaola? Ni shakaola ya vipi, wakati mtu aliletwa na babake na mamake, na baba amemgeuka mama, mpaka mama anamtia ndani achukue mtoto ende naye, kwa sababu amefuatwa na wale watu wachawi. Anaambiwa akamchukue mtoto na ajui kama yeye amezungukwa. Hiyo haki ya binadamu ambayo alikuja nayo, mpaka inaongea maneno ya uongo, inaongea propaganda, iko wapi? Mbona wale wanahangaika kule, watu wanapata shida, wengine wanavua nguo, wengine wanakula majalalani, wengine wanazunguka, wengine ni wakulia, wengine hawalali, wengine walitoa ndani ya nyumba wamefumba makamba. Nao wana haki ya ubinadamu. Mbona watafuti wale wakaniletea, ni wagua kipondo wanilipe? Sitaki kulipwa, nataka niague mpaka apoe muone anatembea. Ni wengi niliowatibu hapa, na wote walioona kwenye mitandao, uketieni kwenye